Zipo aina 4 hivi za mtindio wa ubongo. Kuna mtindio wa ubongo ambayo ni upande moja, aidha inaweza ikawa upande wa kulia au upande wa kushoto. Kwa maana upande moja unakuwa hauna nguvu kuanzia mkono na mguu wake. Na aina nyingine ni mtindio wa ubongo ambao umeathiri upande wa miguu tu. Mikono inakuwa kwa kiasi kidogo, lakini miguu ndio imeathirika sana. Utakuta misuli ya miguu haifanyi kazi kama inavyotakiwa kulingana na umri wa mtoto. Lakini aina ya 3 mtindio wa ubongo ambayo mtoto atakuta analegea, kuna wakati anakakamaa. Kwa hiyo inakuwa na namna mbili. Kuna wakati anakakamaa, kuna wakati unamkuta analegea. Na aina ya 4 ni ya mikakamao mwili mzima. Utakuta mtoto misuli yake imekakamaa muda wote. Kwa hiyo kuna aina kama hizo 4. Na nini kinasababisha? Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha mtoto akapata shida ya mtindio wa ubongo. Haijalishi ni aina gani ya mtindio wa ubongo, lakini ni mtindio wa ubongo. Na mojawapo ni mtoto kuchelewa kulia mara baada ya kuzaliwa, na huyu mtoto anaishia kupata shida ya mtindio wa ubongo. Na hicho ndio kikubwa. Nyingine utakuta mtoto ameumiza kichwa chake, labda kwenye harakati za ukuaji, bahati mbaya ameanguka ama amedondoshwa, kwa amebamiza kichwa chake chini. Sasa akishabamiza kichwa na ule mtikisiko ukafika hadi kwenye ubongo, ule mtoto anapata shida ya mtindio wa ubongo. Napenda kufahamu pia kwamba hili tatizo la mtindio wa ubongo ambalo mara kadhaa nimesikia na hata mimi nimeshuhudia watoto wengi wanaofika Inuka wanakuwa na changamoto hiyo ya mtindio wa ubongo. Ni dalili zipi ama ishara zipi ambazo zinaweza kumfanya mtu akajua kwamba huyu mtoto ana mtindio wa ubongo na sasa anahitaji matibabu? Asante. Labda kumtambua, namna ya kumtambua. Ukishajua kwanza visababishi, hapa nimetaja viwili tu. Kuna visababishi vingi. Wakati mwingine joto limepanda mtoto ghafla na labda akacheleweshwa kupeleka kwenye kituo cha afya mapema, na ile joto likapanda, na wakati mwingine utakuta joto linaanza kuambatana na degedege, lakini mwisho wa siku utakuta ubongo wa mtoto umeumia, mtoto anaishia kupata shida ya mtindio wa ubongo. Kwa vipo kuna visababishi vingi, lakini namna ya kutambua, kwanza hatua za ukuaji wa huyu mtoto inakuwa haiendani na umri wake. Sasa utakuta wengine ndio hivyo nimetaja kwamba anakakamaa viungo, kwa maana miguu na mikono, au utakuta mwingine amekakamaa labda mkono na mguu. Mwingine utakuta kuna wakati analegea, kuna wakati anakakamaa. Na kwa kawaida mtoto kadri akishazaliwa, kadri anavyokuwa, unaona hatua zake zinavyokwenda. Anavyofikisha miezi 3 tunategemea huyu mtoto shingo yake iwe imekaza. Sasa huyu mwenye shida ya mtindio wa ubongo, hasa mtindio wa ubongo ambayo imeathiri mwili mzima, utakuta shingo yake bado haijakaza miezi 3, miezi 4, 5, shingo haijakaza. Sasa huyu mzazi ama mlezi lazima aanze kupata wasiwasi, kwa nini mtoto shingo yake haijakaza. Miezi 6 tunategemea mtoto awe ameweza kukaa mwenyewe bila msaada. Sasa huyu mwenye mtindio wa ubongo atachelewa, atafikisha miezi 6 na bado hana uwezo wa kukaa. Kwa hiyo inategemeana sasa ni aina ipi ya mtindio wa ubongo. Kwa hiyo ni rahisi kumgundua, na kikubwa cha kuangalia ni misuli ya mtoto ipoje. Nimesema kama ana shida ya upande mmoja, utaona tu tofauti ya mkono wa kulia na kushoto ama mguu wa kulia na kushoto.
Ama kama ni miguu utakuta amekunja miguu, na hata ukijaribu kumsimamisha hanyoshi miguu yake. Kwa hiyo lazima upate wasiwasi kwamba huyu mtoto hayuko sawa, na ni vizuri kawaishwa kwenye kituo cha afya ama sehemu yenye huduma za utengamao. Kwa watoto kawaida, watoto wachanga wanaozaliwa kwanza wote wanatoa udenda, haijalishi ana mtindio ubongo ama hana mtindio ubongo. Kwa hiyo sio kasema tu kutoa udenda tayari kwamba huyu mtoto ana shida kwenye ubongo wake. Kadri anavyokuwa yule mtoto anatakiwa yule udenda uwe unapungua. Sababu kwa nini udenda unatoka? Kwa sababu misuli ya midomo bado haina uimara wa kuzuia mate yasitoke. Kawaida maze kila mtu anaweza kutoa udenda, lakini tunameza. Sasa kwa yule mwenye shida ya mtindio wa ubongo, kadri anavyokuwa yale mate hayakati, anaendelea kutoa udenda. Utakuta miezi 6, miezi 9, mwaka, miaka miwili bado anatoa udenda. Kwa pale lazima mtoto huyo utasema huyo ana shida. Kwa hiyo inaweza kawa ni mtindio wa ubongo ama ni shida nyingine wakati mwingine. Lakini kutoa tu udenda haitoshi kwamba huyu ana mtindio wa ubongo. Mimi nawashauri wazazi ama walezi wanavyoona kuna tofauti yoyote kwenye hatua za ukuaji kwa mtoto, wamwahishe kwenye kituo cha afya au wamlete moja kwa moja Inuka hospitali, ambayo ni hospitali pekee ya utengamao kwa nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Wamlete mapema. Kadri anavyowahishwa mtoto ndivyo anavyopata matokeo mazuri kulingana na ulemavu wake.